position yenye iko hii wakati. Hiyo position yenye hii wakati imepea watu sleepless night, mpaka president amekuwa mtu wa mtangazaji wa vifo saizi. Speaker, president wa nchi yetu leo anaenda kutangaza kifo ya mtu akiwa Amerika kabla afikishie ujumbe familia yake. Speaker, hiyo ndio kitu ya kwanza yenye niliona huyu president ameanza kukosa utu. Leo speaker, wewe umekufa, lakini kabla tuambie familia yako tunaanza kuweka kwa Twitter. Ni kwa mfano? Ni kwa mfano. Tunaanza kuweka kwa Twitter na Facebook. Huyo ndio president wetu. Anatoka anapanda ndege kabla hakikisha familia ya marehemu imepata ujumbe na imefikiwa na ujumbe mzuri na mbaya ya kifo, ili wajieke watulize roho zao. Anaenda kwa kikao kubwa, alafu anatoa breaking news. Mtangazaji wa vifo ambaye saizi ni rais wa Kenya. Mr. Speaker, hiyo ndio nchi yenye tuko leo. Mr. Speaker, mng'ang'ano yenye iko leo, yeye anadhania anachezea kamari opposition, lakini opposition ndio inamchezea ile kamari kubwa. Mr. Speaker, Uhuru Kenyatta amechukua chama ya Jubilee akaifanya. Unajua hizi siasa ni kufundishana tu, anafundishanaga. Wakati Jaramogi Odinga alikuwa anatoka, alichukua chama ya Ford Kenya yenye ilikuwa ni yake na Wajaluo, akachukua akapatia kijana wa Malwa, akamwambia chukua hii chama ipeleke Western ikae huko, alafu ipigage siasa yake Western. Ukienda Luo Nyanza, hiyo Ford Kenya ilikuwa inakaa kama ijulikani. Saizi Uhuru Kenyatta ako na mpango ya kuchukua Jubilee, aipatie Matiang'i, aipeleke Nyanza, alafu ikuwe tu ni chama ya hapo ya Kisiland peke yake. Hizi chama zote zinaenda kupatiwa mahali. Ukambani kuko na Wiper, Kikuyu kuko na DCP, Matiang'i anaenda na Jubilee huko, tuko na DAP Western. Hizi chama zikikuja zikiungana pamoja, zinakuja kuleta uzito mkubwa sana kwa siasa. Ukijiuliza kwa nini hawa waheshimiwa hawakuenda kwa NDC ya Jubilee, walikosa kuenda, akina Gachagua na Kalonzo walikosa kuenda kwa NDC ya Jubilee kwa sababu last time Jubilee ilifanya NDC yake, wakaalika Raila na wakapea Gaucho platform. Wakora wengine wakaenda kotini kusema hiyo sio Jubilee halali, ilikuwa Jubilee yenye imeungana na ODM. This time round watu wakutaka kufanya hiyo makosa, ndio wakawacha zile uamuzi za Jubilee halali zifanywe na wafuasi wa Jubilee halali. Mr. Speaker, hii wakati inakuja ni wakati yenye hakuna wakati ingine Kenya itakuwa na wakati kama hii. Mr. Speaker, sisi tunaenda kukua zaidi ya nchi ya 7 Afrika kufanya rais amekuwa 1 term. Natarajia tu huyu William Ruto akijinusuru hii, huyo William Ruto atakuwa ni mtu hatari. Lakini kujinusuru hii ndio kitu haiwezekani. Mr. Speaker, 1 term kwa William Ruto ni siku tu anafaa kuwa akiomba siku zake za kutoka ofisini. Na venye anazidi kusonga, akifuata hii mtego ya Raila Odinga, anatoka ofisini na aende kwa jela. Mr. Speaker, kwa sababu kabisa Raila anaekea William Ruto mtego ya kuenda kwa jela kama William Ruto haoni. William Ruto, kitu ya kwanza, venye Samo amesema hapa, Raila ameweka vitu mbili double chance. Alafu unajua Raila ni wa timing. Si unajua ile kitu alitime nayo Kibaki 202. Anadanganya kina Kalonzo wanakaa Serena, alafu anatoroka. Sasa yeye ameweka bot mbili. Moja inatupisha Raila, inatupisha William Ruto mbao. Na uangalie hiyo timu ya William Ruto yenye inatupisha William Ruto mbao. Uiangalie yote. Kwanza uangalie umri.
Halafu tamaa, hata si akili sana, umri na record za tamaa. Si unakumbuka kuna mtu alikuwa anasemekana amekula pesa ya agent? Huyo ndio anasifu William Ruto. Tamaa wako na mingi. Halafu hao vijana nao wamewekwa kando. Hiyo ndio boti yenye Raila Odinga anataka kuruka nayo. Na uangalie jana natembea kitu walisema. Yeye ana rai Raila Odinga akuja opposition na hataki story ya hao watu wa One Kenya. Yeye anataka opposition yenye imeungana, yenye ni moja iko na muungano. Na wanaomba wamekea Raila Odinga kiti yake hapo. Akuje akalie. Haya, wameomba tu bado. Gachagua the same thing. Anaambia Raila, wewe kuja kabla opposition ifunge mlango. Isikupate ile time wewe unafanyaga timing unakimbilia. Na huyu William Ruto, speaker, huyu William Ruto anafanya vitu kinyume na sheria. Na anasema ni kama Raila ndiye anamchocha. Zile 10 point agenda moja ilikuwa moja kwa agenda ilikuwa ni kupea watu fidia. Mr. Speaker, William Ruto amelazimisha kutengeneza commission ya kulipia watu fidia cha lazima kinyume na sheria. Speaker, Article 50 ya hii katiba, sub Article 9 inakuambia ili utengeneze tume ya kufidia watu inafaa kutoka kwa bunge. Lakini yeye kwa sababu anajua haifai kutoka kwa bunge ni ngumu, itakuwa na mambo ngumu, yeye ametumia mkato akatengeneza ya marafiki zake. Koti imeenda ikasimamisha, bado anakataa na anakiuka katiba. Siku zinakuja hiyo ukiukaji ya katiba ndio itampeleka jela. Na wataenda jela wawili, ataenda yeye peke yake. Na kuna uwezekano atawacha Raila Odinga akiingia kwa serikali yenye inakuja.